watu wanatafuta kuwa na umoja. Utaona kuna vikoba, kuna jogging clubs, kuna siku hizi wanaume pia wana brotherhood. Umoja aidha kati ya mtu na mtu, aidha kati ya taasisi na taasisi, aidha katika kundi lolote, katika level yoyote, lazima Mungu awe kiini cha huo umoja. Vinginevyo kuna hatari kubwa mbele inayofuata. Tunaenda kuangalia ni nini maana ya ecumenism. Ukitaka kuielewa ecumenism, utaangalia mambo hayo matatu unayoona kwenye screen yako. Jambo la kwanza ni majanga ya kimataifa. Alafu jambo la pili, dini na siasa vinazidi kuungana. Jambo la tatu, uhuru wa dhamiri unashambuliwa. Mambo haya ni forerunners ya kitu hiki tunachokiita ecumenism. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Joseph kama nilivyotambulishwa, na ninaona furaha sana kusimama mbele yenu jioni ya leo kwa ajili ya wasilisho hili ambalo lina kichwa kinachosema Uncovering the Ecumenical Movement. Leo tunaenda kujifunza mada hii ya msingi, na kabla tujajifunza nipende kusema wazi ya kwamba kwangu mimi ninaona ni upendeleo wa pekee kabisa kuweza kuifanya kazi ya Mungu, kwa sababu kazi hii ni takatifu na kimsingi wangeweza kuifanya malaika na wangeifanya kwa ufanisi mkubwa, lakini Mungu ameona ni vema sisi viumbe wake wadogo wadhaifu tuifanye. Bwana asifiwe. Wangapi mnamtukuza Mungu kwa kututumia sisi wa dhambi? Bwana awabariki sana. Karibuni katika wasilisho hili. Leo tunajifunza Uncovering the Ecumenical Movement, na kama neno hili linakuchanganya usijali, tutaenda kuelewa. Na labda niseme tu, unapoangalia katika jamii inayokuzunguka, angalia watu wako wa karibu. Kuna kitu kimoja ukiangalia kwa makini utafanya hiyo observation. Sasa naomba nikualike ufanye observation hii pamoja nami. Sasa hivi jamii inafanya kila jitihada za kutafuta umoja. Wewe kama kijana ukikaa unaona it's weird ukiwa unakosa cycle fulani ambayo una belong. Na ndio maana kwa sehemu kubwa watu wanatafuta kuwa na umoja. Utaona kuna vikoba, kuna jogging clubs, kuna siku hizi wanaume pia wana brotherhood. Wanapeana namna ya kukabiliana na msongo wa mawazo, namna ya kuimarishana kama wanaume, kwa sababu wanaume si watu ambao wanafunguka sana matatizo yao. Kwa hivyo kila sehemu kuna aina fulani ya umoja ambao unaonekana ni salama. Kwenye kanisa kuna watu naamini wamejiunga na kwaya kwa sababu tu ya kubelong, kupata ile sense of belonging, wapate sehemu ambapo wanaweza wakawa na marafiki, wakawa pamoja. Na hii haiishii kwenye level ya mtu binafsi, inaenda mpaka kwenye ngazi ya kitaifa. Utaona kuna East African Community, Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna Tanzania, Kenya, Uganda na nchi nyingine. Hii yote ni kutafuta umoja, kwa sababu umoja una manufaa makubwa sana. Umoja una manufaa mengi. Hata hivyo, leo lengo la hili wasilisho si kuupinga umoja, ila ni kuweka mtazamo sahihi na mwongozo sahihi wa kibiblia kuhusu umoja. Na ndio maana mada yenyewe inasema Uncovering, kufunua the Ecumenical Movement, mchakato wa kufanya dunia iwe kitu kimoja. Of course tutaweka perspective hapo baadaye, lakini hivyo ndivyo jamii inauona umoja. Hata hivyo sasa, naomba tufungue katika Biblia zetu tusome kitabu cha Mithali 14:12. Mithali 14:12. Biblia inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kuna njia inayoonekana ni sawa machoni pa mtu. Sasa Biblia inaposema iko njia ionekanayo kuwa sawa, nimeangalia katika lugha asili iliyoandika Biblia. Katika Agano la Kale imeandikwa kwa Kiebrania na Kiaramu, alafu Agano Jipya imeandikwa kwa Kigiriki. Sasa ukiliangalia ile fungu katika lugha ya Kiebrania, kimsingi linachosema ni hivi. Hii ni tafsiri yangu binafsi, lakini kimsingi ni tafsiri ya moja kwa moja kutoka kwenye yale maneno ya Kiebrania. Sidhani kama mnataka kuyasikia by the way.
Kwa hivyo tutaingia moja kwa moja. Inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa niwapatie tafsiri. Iko namna ya kufanya mambo. Hiyo njia actually ni a mode of action. Ni namna ya kufanya mambo inayoonekana kuwa sawa machoni pa mtu. Machoni pa mtu yani katika uso, on the surface level. Ukiangalia kwa juu hivi unaona ni sawa. Namna ya kufanya mambo ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, yani ukiangalia hivi inaonekana kuwa sawa, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa Biblia inaposema ina njia inaonekana kuwa sawa, ni namna ya kufanya mambo. Huo usawa kimsingi ni convenience. Mara nyingi tunajaribiwa kuona kwamba kuna mambo tukiyafanya with convenience, bila kujali ni sahihi kiasi gani, basi tunaendelea nayo kwa sababu ni convenient. Na leo tunaenda kujifunza ya kwamba convenience inayotafutwa kwa nguvu zote duniani leo, ili tuwe wamoja, tupate convenience. Ukiwa na watu ni mtaji. Ukiwa una belong, kwa mfano The Harmony wamekuja kuimba. Mmoja wapo waimbaji wa The Harmony akiwa na jambo anahitaji support watu wake wa karibu, ni wanakuwa wenzake wa The Harmony. Kwa hivyo ukiwa katikati ya umoja wa watu fulani, kuna manufaa mengi. Nchi ikiwa ina umoja wa kiuchumi na nchi nyingine, yako manufaa mengi. Vivyo hivyo kwa taasisi yenu ikiwa ina umoja na watu wengine au na taasisi nyingine, kuna manufaa. Hata hivyo kuna hatari nyingi. Kwa nini hatari hizi zipo? Mara nyingi sana umoja unaonekana unavutia. Hata hivyo umoja si kila wakati ni salama. Yes, si kila wakati umoja ni salama. Labda niwapatie kisa cha kwenye Biblia. Kwenye Mwanzo sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 9 unapata kusoma kisa cha mtu anaitwa Nimrod. Nimrod alikuwa mtu mashuhuri sana, mwenye mvuto sana. Alikuwa ni kati ya wasemaji wazuri, public speakers wazuri wa kwanza kabisa katika Agano la Kale. Historia inaonyesha alikuwa na nguvu si tu za kimwili, kwamba alikuwa na winda vizuri, lakini alikuwa ni mtu mwenye uhodari katika mambo yake. Alikuwa ni mtu mwenye ufanisi. Aliitisha kampeni moja kubwa kabisa. Nadhani ndio kampeni kubwa kabisa. Ndio mradi, aliitisha mradi mkubwa zaidi katika ulimwengu wa Agano la Kale kwa wakati huo. Na aliwaita watu, wakakubali, wakawa kitu kimoja. Wakajenga mnara ambao mnafahamu hicho kisa cha mnara wa Babeli. Ilijengwa katika tambarare, ilihitaji resources nyingi, wachimbe msingi, waandae materials waliotumia kujenga. Umoja ulifikiwa na ukaleta manufaa mazuri ya kujenga hiyo structure kubwa ya jengo ambalo tunalifahamu kama mnara wa Babeli. Hata hivyo, naomba niwaalike mfikiri pamoja nami ya kwamba kwa sababu walikuwa wamoja, kwa sababu walijenga mnara wa Babeli, kwa sababu walikuwa kitu kimoja, wakaunganisha nguvu, wakaachieve lengo moja, walikuwa sahihi? Walikuwa sahihi? Kwa nini hawakuwa sahihi? Kwa sababu walifanya kinyume kabisa na maagizo ya Mungu. Mungu alisema wasitawanyike, lakini wao wakafanya kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa hivyo haimaanishi mkiwa wamoja mna lengo fulani mnataka kutimiza, eti kisa mmekuwa wamoja mna usahihi katika kuwa wamoja. Umoja unapimwa katika kufuata maagizo na kutimiza malengo ya nani, na unakinzana na nini? Kwa sababu katika umoja huo mara nyingi kuna mambo ambayo lazima yazingatiwe, na mambo hayo ni utii kwa Mungu. Ndio maana utagundua watu ukitaka kukifahamu kitu kizuri utakiona katika matunda, byproducts za hicho kitu. Na hii ni kanuni ambayo alitoa Yesu. Angalia watu kwa mfano wakiwa na vikoba. Kuna watu wakivunja vikoba watasema labda twende Zanzibar, twende tukapoe, si ndio? Wataenda Zanzibar labda au sehemu nyingine, wataenda ili wapoe. Sasa katika kupoa huko kunafanyika vitu tofauti. Wale ambao Kristo sio kiini watafanya starehe, na mnaelewa ninachomaanisha. Kwa hivyo umoja, aidha kati ya mtu na mtu, aidha kati ya taasisi na taasisi, aidha katika kundi lolote, katika level yoyote, lazima Mungu awe kiini cha huo umoja. Vinginevyo kuna hatari kubwa mbele inayofuata. Na huenda ukawa unajiuliza, sasa inawezekanaje tunajifunza mambo haya katika workshop inayoongelea masuala ya ecumenism? Hata hivyo, endelea na ufuatane nami na tujifunze ni nini sasa
tafsiri ya ecumenism. Tunaenda kuangalia ni nini maana ya ecumenism. Ecumenism maana yake ni nini? Sasa ukitaka kuielewa ecumenism, utaangalia mambo hayo matatu unayoona kwenye screen yako. Jambo la kwanza ambalo linakupatia clues au vitu vinavyokuonyesha ishara kwamba hiki ni kitu gani hasa, ni mambo hayo matatu. Jambo la kwanza ni majanga ya kimataifa, alafu jambo la pili, dini na siasa vinazidi kuungana, jambo la tatu, uhuru wa dhamiri unashambuliwa. Mambo haya ni forerunners ya kitu hiki tunachokiita ecumenism. Sasa kwa nini ninaongelea majanga ya kimataifa? Majanga kama vile vita. Angalia vita kwa mfano ya Ukraine na Urusi. Vita nyingine ni hivi vya hapa Mashariki ya Kati, na vita katika sehemu nyingine. Inaonekana kwamba dunia watu wakiwa wamoja zaidi, hasa wakiondoa tofauti zao za kidini, wakaondoa wale watu wenye misimamo mikali, makundi kama ISIS, makundi kama Al-Shabaab na mengine, yatakosa nguvu kwa sababu watu watakuwa wamekuwa na imani zilizoungana, wameondoa tofauti zao nyingi za kimafundisho. Kwa hiyo hakuna haja tena ya kuwa na watu wenye msimamo mkali wa kidini. Kwa hiyo dunia itakuwa sehemu salama zaidi kama tukiungana. Sasa mnaelewa ninaongelea muungano katika muktadha wa dini, madhehebu na makanisa. Yaani tuungane, tuondoe hizi tofauti, tuwe kitu kimoja. Tukisha kuwa kitu kimoja, tutaondoa hizi vita, kwa sababu vita nyingi zinaanzishwa na watu wenye misimamo mikali ya kidini. Mtaelewa kabisa ISIS na wengine ni mfano mzuri. Al-Shabaab hapa Afrika tunafahamu wamekuwa ni watu wenye misimamo mikali. Kwa hivyo hilo ni janga mojawapo. Janga jingine ni magonjwa. Magonjwa inaonekana kwamba watu wamemwacha Mungu, lakini pia kuna hofu kubwa. Sasa kama watu wakiungana, Mungu ataiponya nchi, lakini muungano huo sharti upatikane hata katika sfia ya kidini. Nyie watu wa dini msiwe na tofauti sana. Ondoeni hizo tofauti. Hao wanasali huku, wanasali huku. Kwa nini msikae meza moja mkapatana? Kwa nini msikae meza moja mkapatana? Na ndio maana push inazidi kukua. Nyuma ya pazia kuna push kubwa sana inayoendelea kukua, ambayo leo tunaifunua. Ndio maana mada inasema uncovering the ecumenical movement. Jambo jingine ni dini na siasa vinazidi kuungana. Dini na siasa vinaungana. Naomba niwaalike muangalie vurugu zilizotokea Kenya. Mnakumbuka si muda mrefu. Tanzania hapa Oktoba 29, mnaelewa kilichotokea. Lakini angalieni kwenye mgogoro ambao umekuwa ukiendelea Kongo, kati ya Kongo na jeshi la Kongo na M23, lakini Kongo na nchi hizo huenda na Rwanda inatuhumiwa of course. Lakini angalieni sehemu nyingine, vurugu zilizotokea Somalia, wale Janjaweed walivyoingia wakaleta shida hapa Afrika. Migogoro iko sehemu nyingi, sina haja ya kuijadili hapa. Lakini angalieni katika migogoro ya hivi karibuni na hata mapinduzi, kwa mfano ya hapo Madagascar, mnayakumbuka. Angalieni hata mapinduzi ya hapa kwa Rais Ibrahim Traore. Angalieni, alafu msivae miwani ambao mtagundua ya kwamba kanisa limekuwa na sauti kubwa zaidi katika hizi nchi zote. Fanya hiyo observation, utagundua kanisa limekuwa na sauti kubwa zaidi, sio tu Afrika, mpaka duniani. Katika mabara mengine kanisa limekuwa na sauti kubwa katika mambo ya kisiasa. Sasa tunaona kuna hatari hapa. Dunia inatafuta umoja katika level ya makanisa, lakini kumbe mpaka serikali inaathiriwa na jitihada hizi za kutafuta umoja wa kimakanisa, umoja wa kiimani, ambao kimsingi tutaona hauwezekani. Hata kwenye vita ya Urusi na Ukraine utagundua wale viongozi wa kanisa la Orthodox wanatoa matamko. Utaona viongozi wa makanisa makubwa duniani kama kanisa Katoliki anatoa wito, jamani, ninaomba mfanye ceasefire au msameane, mtumie njia za majadiliano, msikabiliane kijeshi, fanyeni majadiliano. Kanisa limekuwa likitoa sauti nzuri, lakini linaingia zaidi kwenye mambo ya kisiasa. Na hili kwa mwanafunzi wa Biblia huwezi ukaliacha tu hivi. Huwezi ukaona tu ni kweli, lakini watusemee. Kanisa na serikali inaonekana vinazidi kupata partnership isiyo ya kawaida, na hili linatufanya
tuangalie huu umoja unaotafutwa una lengo gani kubwa. Lakini pia kuna uhuru wa dhamiri unashambuliwa. Naomba nikupe hii task na wewe pia utafakari. Ukiwa pale ofisini kwako, labda wewe ni Mennonite peke yako, au wewe ni mtu unasali UWATA peke yako, au wewe ni mlokole peke yako, au wewe ni mkatoliki peke yako, au wewe ni msabato peke yako, si ndio? Hata kama mko wengi, ila wewe una msimamo na kadhalika. Mkiwa kwenye namna fulani ya kufanya maamuzi, alafu mnatakiwa mkutane siku ambayo na commitment ya kiimani, unaona tension unayoipata kuexpress, kusema kwamba mimi nitakuwa na commitment yangu kanisani, unaona ilivyo ngumu. Lakini pia angalia jinsi ambavyo siku hizi inakuwa vigumu sana watu kukosolewa. Mkiwa mmekaa watu 10, naweza nikakwambia katika watu 10, kama watu 9 wote wanaongea kitu kimoja na wako wrong, wanakosea, wewe mmoja unakijua uko sahihi, na kuambia unaweza ukakaa kimya, hata kama ni rafiki zako, kwa sababu kuna tension kubwa. Kuna nini kimetokea kiasi kwamba mtu hawezi kusema kile dhamiri yako inataka kwa uhuru tu? Kweli haujatishwa, lakini unaona kuna tension inajengeka. Mambo haya yatokei bahati mbaya, ndugu zangu. Ni lazima tujifunze katika muktadha wa Biblia. Sasa naomba tuangalie maana halisi ya ecumenism. Naomba tuangalie maana halisi ya ecumenism. Okay, neno ecumenism lenyewe linamaanisha ulimwengu wote unaokaliwa. Yaani kusema the rise of ecumenical or the growing power of the influence of ecumenical movement. Ukisha sema tu neno ecumenical, hauongelei tu muungano, unaongelea ulimwengu wote unaokaliwa. Sasa kwa nini? Mimi nilitegemea neno ecumenism limaanishe muungano wa dini, kwa sababu hautalikuta hili neno likitumika katika muungano wa serikali au muungano wa NGOs. Hili neno linatumika katika muktadha huu, muungano wa dini au muungano wa makanisa na madhehebu. Lakini kwa nini hili neno lenyewe linamaanisha ulimwengu wote? Neno lenyewe linatuonyesha tu kuna kitu nyuma ya pazia kinaendelea. Kwa hivyo neno ecumenism linamaanisha ulimwengu wote unaokaliwa, na hiyo inajumuisha mifumo yote ya kidini ya kiulimwengu. Sasa naomba niwapatie ufafanuzi wa kushangaza kutoka kwa World Council of Churches, WCC. Hili ni baraza la makanisa ulimwenguni, chombo ambacho ndio kiranja wa ecumenism duniani, chombo kinachopiga filimbi na kuyaita makanisa yote yawe kitu kimoja, yaangalie namna ya kuondoa tofauti zao. Nyie mnasali Jumapili, mnasali Jumamosi, mnasali Jumatatu, na wote ni Wakristo, tunamwamini Yesu. Hem, tukaeni chini, tukae mezani, tuondoe hizi tofauti. Kuna haja gani ya kuwa na watu wenye tofauti? Sasa tunachokiangalia, baraza hili la makanisa linasema neno kiekumene linatokana na neno la Kigiriki ekumene, ambalo linaweza kutafsiriwa kama ulimwengu wote unaokaliwa. Na wanasema ni katika kuona ulimwengu huu kama wa Mungu, kwamba tunajiona kama kitu kimoja. Kwa hivyo wanachoamini kwamba watu ambao ni wamoja, maana yake wanaamini Mungu ameumba huu ulimwengu. Lakini nyie ambao mnaamini hatuwezi kuwa wamoja kwa sababu ya tofauti za kimafundisho, basi nyie kuna tatizo. Hata hivyo, naomba niwapatie sasa mfanano mmoja wa kushangaza. Tumesema neno ecumenism linamaanisha ulimwengu wote unaokaliwa. Neno Katoliki au Catholic linamaanisha ulimwengu wote. Yaani ukisikia kanisa Katoliki, maana yake ni kanisa la ulimwengu wote. Neno ecumenism inamaanisha ulimwengu wote unaokaliwa. Sio bahati mbaya. Sio bahati mbaya. Na ili umoja uwezekane baina ya makanisa, baina ya madhehebu yote, ili yawezekane, inabidi Yesu ashushwe kwenye kiti chake cha enzi kama mfalme. Awe mwalimu tu wa kawaida, awe nabii tu wa kawaida. Niwapatie tu mfano na I hope mnaweza kurelate. Kwa mfano kanisa la Mormon, naamini ndio hawa naitwa
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Naamini ni hao. Wanaamini Yesu na shetani ni mtu na kaka yake. Alafu kuna Jehovah's Witness, mashahidi wa Yehova. Wao wanaamini ya kwamba Yesu kimsingi ni kiumbe kilichoumbwa tu na hata hawamuombi Yesu. Kwa hivyo katika utofauti huu unawezaje kuupata umoja wote tukae tufanane hivi? Katika utofauti huu wa kimafundisho, katika utofauti huu inawezekanaje? Ikiwezekana, manake kuna compromise imefanyika, na ndicho tunachojaribu kukifunua hapa. Kwa mfano, Robert Mueller ambaye ni katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa anasema dini kuu za ulimwengu lazima ziharakishe sana harakati zao za kiekumene, yani ecumenical movement. Na anachosema ni kwamba madhehebu na makanisa ikiwemo unalosali wewe, anachosema kiongozi huyu mstaafu wa Umoja wa Mataifa, anasema mtambue umoja wa malengo yenu katika utofauti wa madhehebu yenu. Yani kwa lugha rahisi, madhehebu yenu yanaweza yakawa tofauti lakini yana lengo moja. Tambueni hilo na muungane. Tambueni hilo na muungane. Dini lazima zishirikiane kikamilifu. Kumbuka huyu ni kiongozi wa Umoja wa Mataifa. Anasema dini lazima zishirikiane kikamilifu ili kuleta kwa urefu usio na kifani uelewa bora wa mafumbo ya maisha. Anasema dini yangu ipo sahihi au sio sahihi, yani my religion right or wrong, my nation right or wrong, lazima ikome. Anasema uwezi ukaanza kusema kwamba dini yangu iko hivi na dini yangu iko hivi. Kiukweli hatupaswi kugombana eti kwa sababu ya tofauti za kiimani, lakini ukweli ni kwamba hatuwezi kuungana. Hatuwezi tukawa kitu kimoja kwa sababu mafundisho yetu yanatofautiana. Kauli hii inathibitishwa na Profesa Chang Hyun Kyung ambaye alikuwa ni profesa wa theolojia na msemaji wa baraza hilo. Nataka tu muone, unaposikia tuwe wamoja, makanisa yawe kitu kimoja, imani ziungane, zinaungana katika lengo lipi? Zinaungana kukamilisha kitu gani? Na hapa anasema huyu ambaye alikuwa ni katibu, alikuwa kimsingi ni msemaji wa baraza la makanisa ulimwenguni, World Council of Churches, anasema kumshuhudia Yesu Kristo kwa mtu mwingine ni kitendo cha vurugu, yani ni act of violence. Ukiwa unaenda kutoa ushuhuda wako kwamba Yesu anakupenda, anza kumwabudu Yesu, anasema it's an act of violence. Huyu ni kiongozi wa kanisa, wa baraza la makanisa ulimwenguni, anasema it's an act of violence. Na kimsingi akakumbushwa kwamba kwenye Yohana 14:6 Yesu alisema mimi ndimi njia, ndiye njia na kweli na uzima. Akasema Yesu ndo alisema yeye ni njia, kana kwamba ajui. Akasema Jesus was mistaken, alisema Yesu alikosea. Na hii imenukuliwa hata kwenye kitabu cha ndugu mmoja anaitwa Ralph Kollars, The Apostates Boldly Declare Their Heresies. Kwa hivyo ni mambo ambayo yako wazi. Kwa hivyo neno ecumenism linatuonyesha kwamba ni jitihada za kuufanya ulimwengu wa kikanisa, ulimwengu wa kiimani uwe Catholic again. It's the effort to make the world Catholic again. Na hili linaenda kuonekana kwa uwazi zaidi katika jitihada zinazofunuliwa wazi na unabii wa Biblia. Sasa basi, jitihada hizi za kuufanya ulimwengu uwe mmoja, mara nyingi unafanya imani zinapounganika mtu mmoja compromise, aache msimamo wake. Na hata hivyo, ecumenism inachoahidi ni kwamba tutakuwa na amani tukiungana. Tutakuwa na amani tukiungana. Inatuonyesha tutakuwa na amani tukiungana. Lakini si amani tu. Kitu kingine tunachoona ecumenism inachotuahidi ni umoja. Tutakuwa wamoja, tutaacha tofauti zetu. Lakini kitu cha tatu ni moral healing. Tutapona, maadili yatarudi kwa sababu tutakuwa tumeondoa tofauti, tumefocus na mambo ya kurekebisha maadili na kuifanya jamii iwe moja. Lakini je, inawezekana? Inawezekana, lakini kuna gharama. Ipo gharama ambayo ni kwamba ukweli unakuwa optional. Kama tunaweza compromise, tukaacha baadhi ya misingi ya mafundisho, na ndio maana tunajifunza back to basics. Kama tunaweza tukaacha misingi ambayo tunaifahamu ya neno la Mungu ili tuwe wamoja,
basi tunaweza tukaachilia baadhi ya kweli za Biblia kwa ajili ya convenience. Ukweli unakuwa sio tena ni absolute. Ukweli unakuwa ni optional. Mimi naamua ukweli wangu na wewe unaamua ukweli wako. Nikiona sio convenient kushika Sabato na achana nayo kwa sababu sio convenient. Nikiona kunywa pombe ni tishio la umoja, ninaanza kunywa pombe kwa sababu ninaona hii inatimiza the greater good ya kuwa wamoja. Kwa hivyo ukweli unakuwa ni optional. Umoja lazima upimwe katika misingi ya neno la Mungu. Lakini si hivyo tu, convictions are silenced. Kama tunakuwa wamoja na tuko tayari kuachilia values zote tulizo nazo, basi lazima tufahamu ukweli kwamba kama unakuwa na conviction fulani ya kwamba hiki kitu si sahihi, hiyo conviction utainyamazisha. Sauti inayosema ndani yako ya kwamba hiki kitu sio sahihi utainyamazisha ili tu utimize matakwa ya kuwa mmoja au kuwa sehemu ya huo umoja katika kikundi kiwa chochote. Sasa tuende tukapate mtazamo sahihi. Mtazamo sahihi unapatikana katika Biblia. Tukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 1 hadi wa 3 unatupatia muktadha sahihi wa asili ya hili vuguvugu la kutafuta umoja, na haliwezi kuishia katika levo ya kiimani. Linaingia katika levo ya kiserikali na linashuka chini mpaka ngazi ya mtu mmoja, na the tension will keep on growing. Tension itazidi kuwa kubwa na wewe utazidi kujiona ni mtu weird katika jamii kadiri siku zinavyozidi kwenda, kadiri tunavyosoma unabii wa Biblia. Kwa hivyo elewa, tunaposema standing apart ndiyo moto wa mwaka huu, tunachosema ni kwamba kwa kweli una haja ya kuembrace your peculiarity. Una kila sababu ya kung'ang'ania identity yako kama mtoto wa Mungu. Una kila sababu ya kusimama imara na kusema hiki ndicho ninachokiamini and I'm standing here for good. Ufunuo 13 mstari wa 1 hadi wa 3 nasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Sasa tunaposoma habari hizi za mnyama, huenda ukawa unatishika ya kwamba mnyama inamaanisha nini? Hawa wanyama ni kina nani? Wanahusika vipi na jitihada za kuunganisha imani zote duniani zifanane? Lakini kimsingi unabii huu unaweka msingi, na kimsingi unatabiri hili vuguvugu la kufanya dunia nzima tuwe kitu kimoja. Biblia kupitia unabii huu inatuonyesha hilo vuguvugu linatupeleka wapi. Ni lengo gani kuu linatimizwa na hii push ya kusema tuwe wamoja? Ni nani alikaa akasema kwamba wewe ukienda kanisani Jumapili, huyu akaenda kanisani Jumatatu, huyu akaenda kanisani siku ya Jumamosi ni kitu kibaya? Hakijawahi kuwa kitu kibaya kwa sababu kila mtu ana exercise uhuru wake wa dhamiri. Lakini tutakuja kuangalia sasa, je, ni kweli? Je, ndivyo Biblia inavyofundisha? Sasa tunachojifunza katika unabii huu ni wapatie muhtasari wa maana ya hivi vitu vinatajwa hapa, kwa sababu mara nyingi unapokisoma kitu first impression ina matter. Unaposoma tu mnyama, akili yako inakupeleka kwenye mnyama kabisa unayemfahamu, simba. Ukisoma kuhusu dubu, akili yako tu bila hata kuifundisha inakupeleka kwenye mnyama dubu kwa sababu unamfahamu. Ni taswira ya picha ambayo ipo kichwani mwako, kwa hivyo you can't help, inakuja tu kichwani. Ukisoma kuna mnyama kama chui, akili yako inakupelekea kichwani, unamuona chui. Hata hivyo, Biblia inachotuonyesha ni kwamba hii ni lugha ya ishara. Kitabu cha Ufunuo ni kati ya vitabu tajiri kabisa kwenye Biblia linapokuja swala la matumizi ya ishara. Sasa tukisoma hawa wanyama, kimsingi ukisoma Danieli sura ya 2, sura ya 7, mstari wa 2 hadi wa 8, unaona Biblia inakupatia tafsiri ya mnyama moja kwa moja bila hata kutikisa maneno. Inatuambia hawa wanyama wataibuka na hawa wanyama ni wafalme. Kwa hivyo Biblia inapoongelea mnyama inamaanisha mnyama ni ufalme au mfalme. Lakini pia Biblia inapoongelea maji mengi, ukisoma Ufunuo 17:15 inatuonyesha maji mengi ni kitu gani? Watu wa Mungu. Maji mengi ni watu
watu wengi kwa mujibu wa Ufunuo 17:15. Lakini unaposoma katika Ufunuo 13 mstari wa kwanza hadi wa 3 ukasikia habari za nchi kavu. Kama maji mengi inawakilisha watu wengi, bila shaka nchi kavu inawakilisha sehemu yenye watu wachache, kwa sababu hakuna maji mengi. Na ili uamini, hii sio guesswork, sio kubahatisha na kusema kama huku ni maji mengi, nchi kavu basi ni watu wachache. Tutaenda kuthibitisha kupitia Biblia, na Biblia inaenda kutuonyesha jinsi ambavyo shetani anafanya kazi nyuma ya pazia, na huenda hata kanisa lako wewe limeembrace mambo haya bila kufahamu au kutokujua. Huenda wewe mwenyewe umeembrace ya mambo ukayapost kwenye social media yako bila kufahamu una push kitu gani. Lakini leo Biblia inaweka mtazamo sahihi juu ya jitihada hizi za kufanya ulimwengu wa kitu kimoja. Kama nilivyokwisha tangulia kusema, tafsiri ya mambo haya Danieli inatuonyesha wazi. Kimsingi Ufunuo 13 ni pacha. Maswali unayoyapata katika kusoma Ufunuo 13, majibu yake yako kwenye Danieli sura ya 7. Maswali unayojiuliza katika Danieli sura ya 7 yanapatikana katika Danieli sura ya 2. Kwa hivyo kwa in-depth study fuatilia sura hizo. Nitakupatia tafsiri ya hivi vitu kwa muhtasari. Ukisoma utawala huu, ukisoma Danieli sura ya 7, Danieli sura ya 2 na ukisoma Ufunuo 13, unaona mnyama anayeongelewa hapa kimsingi ni utawala wa Rumi, ambayo katika Danieli sura ile ya 7 alikuwa na vichwa anatajwa vichwa 10, lakini vilibaki 7 kwa sababu 3 viling'olewa. Na hivyo vilemba 10 inaonyesha huyu mnyama, yani huu utawala utatawala pia hata wafalme wa nchi. Lakini ukisoma huyu mnyama ana sifa anatajwa anafanana na chui na dubu na simba. Kimsingi anaturejesha tu katika taswira zilizotumika katika Danieli sura ile ya 7. Na hii inatuonyesha kwamba mnyama huyu, yani ufalme huu wa Rumi, ulichukua sifa za tawala za Wayunani ambao walikuwa chini ya mtawala anaitwa Alexander the Great, Alexander Mkuu, aliyekuwa mpambanaji hodari kabisa vitani. Lakini pia kuna utawala mwingine ambao ni utawala wa Medi na Wajemi, na kisha simba, utawala wa Babeli. Utawala huu wa Rumi ulikuwa na sifa za hizi tawala zote zilizotangulia. Haya yote yanatuonyesha Biblia inatabiri mambo pasina kukosea. Na ukisikia katika unabii huu ya kwamba mnyama mmoja, joka akampa mnyama huyu mamlaka yake, maana yake shetani anampa mamlaka yake huu utawala, na huo utawala tumeutambulisha ni kama utawala wa Rumi. Hata hivyo kumpa nguvu, kukitia nguvu kiti chake, inaturudisha katika kusoma historia, kwa sababu njia pekee iliyo consistent na sahihi ya kutafsiri unabii wa Ufunuo na Danieli ni njia inaitwa historicism, yani kusoma unabii kama kamba isiyokatika na inayoungana ya historia, kwa sababu unabii unapotabiri tunaweza kuthibitisha unabii huu ulitokea kupitia historia. Kwa hivyo kwa kupitia njia hii tunaona ya kwamba mfalme Konstantini alihamisha makao yake makuu kutoka Rumi, akaenda maili 1000, zaidi ya kilomita 1600 mashariki, akaenda Constantinople, na ndipo mwaka 330 Rumi ikabaki na papa akiwa kama kiongozi ambaye hana upinzani, ni kiongozi wa kidini, lakini pia akawa na influence hata kwenye mambo ya kiserikali. Na mwaka 538 rasmi ikawa ni utawala wenye nguvu pale Emperor Justinian alipoweka mamlaka yake kwa huyu anaitwa papa, na akawa kiongozi wa kidini na wa kiserikali. Sasa historia hii huenda ikakushangaza na ukajiuliza, kwani haya yote yanatupeleka wapi? Naomba nikwambie, haya yote yanatupatia a bigger picture ili tuweze kuelewa kwa nini sasa hivi tunautafuta umoja kwa nguvu hizi, na hiki kitu kimetoka wapi. Kimeanza siku nyingi baada ya utawala huu kuwa na nguvu sana, tangu mwaka 538 ukawa na nguvu, na hata ukigugo hapo, uliza kanisa tajiri kuliko yote duniani utalipata. Uliza kanisa liloua watu wengi zaidi duniani kuanzia mwaka ile miaka inaitwa Middle Ages, mwaka 500 mpaka miaka 1500. Miaka 1500 hapo kanisa liliua zaidi ya watu milioni 50. Hii ni figure unayoipata hata Google ukisearch vyanzo vya kuaminika kama Encyclopedia Britannica itakueleza mambo haya. Kwa hivyo mauaji makubwa yalifanyika, lakini yalifanyika kwa nini? Kwa sababu kanisa lilikuwa limetawala likiwa ni serikali, lakini pia likiwa ni kanisa. Sasa basi, kuna kitu kimetajwa kwenye unabii wa Ufunuo sura ya 13 mstari
mstari ule wa 3, Biblia inasema nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Sasa jeraha hili la mauti lilitokeaje? Kama mnyama anayezungumziwa hapa ni utawala wa Rumi. At first ilikuwa ni Rumi ya kipagani, lakini baadaye ikaja kuwa Rumi ya kipapa. Kuanzia mwaka 538 ilitawala kwa siku 1260, yani miaka 1260, kama unabii wa Ufunuo na Danieli ulivyotabiri. Lakini Biblia inatuambia itakuja kupata jeraha la mauti. Maana yake utawala huu wa kanisa la Rumi utapitia nyakati za kufanikiwa, lakini utakuja kupigwa na jeraha la mauti. Sasa tunaiuliza Biblia, hiki kitu kilitokea lini? Tukiangalia kwenye historia tunaona kuna jambo lilitokea, na tutaona je, jambo hili liko consistent na utafsiri wa unabii huu. Mwaka 1797 kilitokea kitu cha kushangaza. Papa alikuwa anaumwa na Napoleon akaagiza kwamba huyu anaumwa, bila shaka atakufa, akifa asichaguliwe papa mwingine. Akatoa orders kutoka Ufaransa. Hata hivyo papa, Mungu alimsaidia akapona, na alipopona Napoleon akasema hapana, akamtuma jenerali wake Louis Bethia aende kumkamata. Lakini Bethia kwa namna fulani mwaka 1797 akachelewa. Ilikuwa Novemba, Disemba yote akachelewa. Akafika Januari, Februari 20 akafika, na akamwambia papa, inabidi tuweke makubaliano, wewe ukisha kufa hakuna papa mwingine tena. Papa akakataa. Jenerali Louis Bethia akamchukua kama mateka, kama mfungwa wa kijeshi, akaondoka naye na akampeleka Ufaransa. Na kimsingi alimpeleka kwanza, ilikuwa asubuhi ya saa 1, na akampeleka mpaka Ufaransa. Sasa basi, hii inaonyesha jeraha la mauti lilikuwa inflicted kwa mnyama huyu, yani kwa utawala huu ambao ni wa kanisa la Rumi. Na ilipokuwa inflicted, Biblia inatabiri kwamba jeraha hili litapona. Sasa lilipona lini? Mwaka 1929 kulikuwa kuna ibada inafanyika, na labda nikuonyeshe. Kanisa hili linaitwa kanisa kuu la Mtakatifu John Lateran, ambapo walikutana kardinali, akakutana na aliyekuwa kiongozi wa taifa hilo la Italia ambaye ni Benito Mussolini. Wakakubaliana, wakafanya makubaliano ya kuianzisha upya nchi ya Vatican. Na kwa kweli kuanzia hapo watafsiri wote wa unabii wanakubali kabisa kwamba hapo ndio ulikuwa mwanzo wa kupona kwa jeraha la mauti. Kabla ya hapo hakukuwa na jitihada hizi tunazoziona leo, hakukuwa na push tunayoiona leo. Na tangu hapo kanisa limetumia jitihada nyingi za jeraha hili kupona. Sasa basi, kwa uwazi tunachokiona sasa hivi, makanisa yote yanaungana, makanisa ambayo kuanzia mwaka 1500 makanisa yaliyoanzishwa na waanzilishi, makanisa kama ya Methodist, makanisa kama ya Baptist, makanisa kama ya wa Calvinist, wa Presbyterian, yote yalianzishwa yalikuwa ni staunch Protestant, walikuwa ni wa Protestanti wa nguvu. Utaacha kulitaja kanisa la Kilutheri, kanisa la Lutheran, walikuwa ndio staunch Protestant, walikuwa Protestanti wenye nguvu. Lakini leo tunaona hakuna tena nguvu ya kuprotesti na kupinga mafundisho potofu yanayokiuka ile kanuni inayoitwa sola scriptura. Tayari makanisa mengi yame water down doctrine zao, na sasa yanakumbatia kitu kinaitwa umoja. Naomba usinaswe na mtego huu. Usinaswe na mtego huu, kwa sababu Biblia ilishatabiri tangu hapo awali. Na sasa tunachokiona kinaendelea leo ni jitihada za watu kutafuta kukubaliana, kutafuta ukubali wa kibinadamu bila kupata ukubali wa kimafundisho. Hata hivyo kuna mnyama mwingine wa pili. Huu tumemwongelea ni mnyama wa baharini. Ndio tulikuwa tunamwongelea hapa. Mnyama anayetoka baharini, yani mnyama anayetoka kwenye watu wengi. Hata hivyo kuna mnyama mwingine ametajwa hapa, ambaye huyu anatufungua akili zaidi. Tuone namna tunavyoishi leo. Je, hatutanaswa na mitego ya shetani kweli? Mnyama huyu wa pili anatajwa ni mnyama anayetokea nchi kavu kama tulivyosoma. Na sasa mnyama huyu ukisoma, anayetoka nchi kavu, kazi yake ni kumtukuza yule mnyama anayetoka baharini.
Sasa mnyama aliyetoka baharini, tumesema mnyama huyu ni utawala gani? Ni utawala wa kanisa la nini? La Rumi, kanisa Katoliki. Tunaelewana? Na sasa mnyama huyu tunaenda kumsoma anayetoka nchi kavu. Kazi yake, atatumia nguvu zake na mamlaka yake kumtia nguvu zaidi huyu mnyama ambaye ni kanisa, ni ufalme, ni utawala, it's a system of worship, ni kanisa Katoliki. Kwa hivyo tunapoenda kumfahamu huyu mnyama anayetokea nchi kavu, yani utawala uliotokea sehemu ambapo hakuna watu wengi, na si tu itokee sehemu ambapo hakuna watu wengi, lazima huu utawala ukue, uwe unaanza kupata nguvu wakati ambao utawala huu, mnyama huyu anayetokea baharini amemaliza nguvu zake. Yani kwa kifupi, baada ya ile miaka 1260, yani kuanzia mwaka 1798 kwenda mbele, nchi ambayo ilitokea kama a global power, hiyo ndo tunaitazama with interest, kwamba hii sasa ndio inaenda kumtia nguvu yule mnyama wa kwanza ambaye tumemgundua ni kanisa Katoliki. Sasa tunaposoma unabii huu tunagundua ya kwamba watu wanaogopa, lakini hofu yao hawajaibainisha. Watu wanaogopa kutengwa, wanaogopa kuwa tofauti. Sasa naomba nikwambie, kama hilo tu linakutisha, utaenda kugundua ya kwamba utanaswa na mitego ya shetani. Mnyama huyu wa pili aliyetokea kuanzia mwaka 1978 katika nchi isiyokaliwa na watu wengi, bila shaka na kwa uwazi, bila kukosea, kama kinavyosema kitabu cha The Great Controversy, ni nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani ndiyo iliyotokea na iliyokuwa na ilikuwa ina pembe mbili kama mwana kondoo. Pembe mbili hizi zinawakilisha kanuni kuu mbili ambazo ndo zilitengeneza na kuitegemeza nchi ya Marekani. Pembe ya kwanza ni uhuru wa kuabudu. Lakini kwa sababu wengi walikuwa wametoka Europe, wameteswa sana, walikuwa wanajua utofauti wa serikali na dini, yani republicanism na protestantism. Kwa kifupi ni utawala wa watu. Nafahamu ile definition kwenye civics ya Abraham Lincoln akiwa na tafsiri demokrasia, it's the rule of the people, by the people, for the people. Ndio Marekani ilijiestablish hivyo. Kanuni yake ya pili ni kwamba kila mtu ana uhuru wa kuabudu, tena kwa kufuata dhamiri yake. Hata hivyo, unabii unasema nchi hii nzuri ambayo ilikuwa inaitwa the land of the free, baadaye siku si nyingi itatumia mamlaka yake, itavunja kanuni zake ambazo ndio msingi wa kuwepo kwa taifa hili, na itatumia mamlaka yake kumtia nguvu huyu papa, kumtia nguvu huyu mnyama anayetokea baharini, anayetokea kwenye watu wengi. Na baada ya kumtia nguvu, watu wengi watastaajabia mamlaka, watastaajabia kupona kwa jeraha la mauti. Hii inafanyikaje? Ni mpaka pale uprotestant utakapokuwa na influence katika siasa za nchi. Ndio kile tulisema hapo mwanzo, unashangaa tu dini inakuwa msemaji mkuu wa masuala ya kisiasa. Dini inazidi kuwa na influence, na hii itakuwa ni a global move. Marekani atakapoanza kukaribisha influence ya uprotestant utakaposhikana mikono na serikali na kuifanya serikali ivunje kanuni yake ya utengano wa serikali na watu, serikali na dini. Serikali itakapokumbatia dini na kuwa kiranja wa kutekeleza mafundisho ya kidini na kumtia nguvu mnyama, na ishara itakayotuonyesha hivi kwa mujibu wa unabii huu ni kupigia chepuo na kulazimisha na kuweka sheria ambazo zitafanya watu waabudu Jumapili. Sasa basi, hii move inayotokea ya kufanya watu wote wawe wamoja, kimsingi ni mojawapo ya njia za kufanya dunia iwe kitu kimoja, lakini sio iwe tu kitu kimoja, iwe kitu kimoja katika ibada, sio tu katika ibada kama inavyoelekezwa na huyu mnyama anayetokea baharini, yani kanisa Katoliki. Kwa kifupi ni kuifanya ulimwengu wote uabudu katika siku moja ya Jumapili, ambayo ndio alama ya mamlaka ya kanisa Katoliki. Sasa mambo haya yanaweza kaonekana kwamba ni ya ajabu. Fikiria swala la mabadiliko ya tabia ya nchi. Wewe ukiliangalia swala la mabadiliko ya tabia ya nchi limekaa kidini? Hapana, halijakaa kidini. Lakini utagundua kiranja mkuu namba 1 wa kupigia chepuo kupinga mabadiliko ya tabia ya nchi ni nini? Ni kanisa, sio serikali. Umoja wa Mataifa unatiwa nguvu sana katika jitihada zake za kupambana na uharibifu wa mazingira
kwa sauti za makanisa. Mwaka 2021 makanisa yalikutana ambayo yana represent watu zaidi ya milioni 800, madhehebu mengi, viongozi wengi ambao usingetegemea wakakutana, sio madhehebu tu na dini nyingine, wa Buddha, wa Islam, wa Confucianism na dini nyingine walikutana na kukaa kitu kimoja, wakasema sisi ni kitu hiki kimoja, tunapigia chepuo watu waache kuharibu mazingira. Hata hivyo that debate haishi hapo, inaenda kufanya watu watimize lengo kuu. Kwa hiyo kelele zote hizi za kusema tuwe wamoja, I need to belong here, inawezekana kweli kanisa hili ndugu zangu wamesali miaka yote likawa liko wrong? Hapana. Kristo anataka tufate neno lake. Na tunapoelekea katika segments za mwisho, naomba nikukumbushe ya kwamba the new world order inapokuja, haya ndiyo maandalizi yenyewe. Ukisikia mpango mpya wa ulimwengu, the new world order, kimsingi haya ndiyo maandalizi yenyewe, kufanya ulimwengu uwe polarized, kufanya ulimwengu uwe kitu kimoja, unakuwa less resistant. Watu ukishaweza kuwafanya wawe pacified, wawe wepesi kukubali maagizo kutoka juu, basi inakuwa ni rahisi kuwatawala. Kwa hivyo the new world order unaionaje? Unaiona kwa global solutions and global mandate. Angalia kwenye kipindi cha corona, nchi hata kama ilikuwa ina nguvu kiasi gani, the pressure was real. Pressure ilikuwa ina nguvu sana ya kucomply na njia zile za kukabiliana na uviko 19. Haikuwa rahisi. Tunakumbuka kipindi hicho katika nchi yetu mambo yalivyokuwa na jinsi tulivyokuwa tofauti na nchi nyingine. Kwa hivyo unaweza ukaelewa kwamba the global solutions zinapokuja, hakuna ambaye anapona. Kwa hivyo hakuna ambaye anaweza akasema yuko nje ya muktadha wa somo hili. Kila mtu anaathirika. Lakini pia kunakuwa na centralized authority. Sehemu yoyote, iwe ni kanisa lako, iwe ni familia, iwe ni kazini, sehemu yoyote ambapo kuna watu wana uroho wa mamlaka, ni sehemu ambayo the spirit of the sea beast reigns. Sehemu yoyote ambayo watu wana uroho wa madaraka, hata kama ni kwenye kanisa lako liwalo lolote, kukisha kuwa kuna uroho wa madaraka, watu wanajiangalia ni mimi, hawajioni kama watumishi wa Kristo. Wanaanza kuiona hiyo taasisi kama a tool, na ndio maana watu sasa watakuwa watetezi wa taasisi kuliko watetezi wa Kristo. Ndio maana tutaiuza taasisi kuliko kumuuza Kristo. Tutawapelekea watu, tutawafidi watu taasisi, hatutawafidi Kristo. Mara nyingi, angalia hata wewe mwenyewe unasema unampenda Yesu, unavyompeleka Yesu kwa watu, unampeleka katika namna ambayo ni defensive. Unampelekea mtu Yesu, unamwambia Yesu atakuokoa, njoo batizwa. You want to win him, unataka upate ishara za ushindi. Lakini kamwe, ni mara chache lengo lako liwe kuestablish mahusiano, huyu mtu aweze kuweka mahusiano na Yesu Kristo. And we are called to make people disciples. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaona the control of conscience. Hivi ukisikia new world order, swali kitu litatoka juu huko angani uone mazingira yamebadilika, ni hivi tunavyoenda, tunaingia katika new world order. Kuna the control of conscience. Katika ulimwengu ambao the globalists wanautaka, hawataki watu wanao question mambo, wanataka watu ambao wanakubali mambo kirahisi. Kwa hivyo basi, tunachojifunza ni kwamba ecumenism inatumia fear ku accelerate unity. Unatishwa, msipofanya hivi, msipokuwa wamoja, hata swala la mabadiliko ya tabia nchi linaletwa kwamba ni very urgent. Very urgent. Unapewa kwamba this is urgent, lazima tuungane, haiwezekani. Unapewa urgency ili usiweze kufikiria vizuri, lakini pia urgency inaondoa maswali. Coercion replaces conviction. Kwa hivyo hatupaswi kuwalazimisha watu kutenda kinyume na dhamiri zao. Na wewe ni kutie moyo kutenda sawa sawa na dhamiri yako kadiri Mungu anavyokiongoza. Na pia katika siku hizi za mwisho, migogoro mitatu ninaiona. Mgogoro wa kwanza ni juu ya mamlaka. Mgogoro wa pili ni juu ya utii, loyalty. Mgogoro wa tatu ni juu ya ibada. Migogoro hii hakuna mwanadamu mwenye mwili anayeweza kuikwepa. Kuanzia sasa hivi tunavyotoa hii mada mpaka Yesu atakaporudi, hii migogoro mitatu hakuna mtu hata mmoja anaweza kuikwepa kwenye maisha yake ya kila siku. Mgogoro juu ya authority, mamlaka.
Unafuata mamlaka ya nani? Ili kujua uko salama katika unafuata mamlaka ya nani, mamlaka haya lazima ya kitu chochote unachokifanya lazima yawe based na yapatikane katika neno la Mungu. Lakini pia unajuaje ya kwamba wewe uko loyal? Uko loyal kwa Mungu, ni mtiifu kwa Mungu. Hakikisha unalinda uhuru wako wa dhamiri. Protect your freedom of conscience. Accept to be weird because God loves you the way you are. Amen. Lakini pia worship, swala la ibada. Hakikisha ya kwamba unamwabudu Mungu pekee. Unamwabuduje Mungu? Ni kama alivyosema, si kama kanisa lako linavyofundisha. Mwabudu Mungu kama anavyosema Mungu katika neno lake, na utajikuta unapata amani isiyo ya kawaida. Lakini pia kitu cha mwisho sasa ambacho ningependa kukisema ninapohitimisha wasilisho hili ni jambo hili la kipekee. A biblical pattern ndio kitu ambacho ningekipa mada kama ingekuwa ni mada. Ni sura ile, kitabu cha Yohana sura ile ya 17. Kitabu cha Yohana sura ile ya 17, Yesu anafanya maombi kabla ya kwenda mbinguni. Kitu cha mwisho anaomba Yesu kabla ya kupaa kwenda mbinguni, anatuombea tuwe wamoja. Sasa nimekuwa very fair nikiwa naisoma hii sura, na nitakupatia hizi statistics. Huenda zako zikawa juu zaidi kuliko zangu. Nimekuwa as fair as I could. Ukisoma hii sura ya 17 ya Yohana utagundua mara 4, na ninakwambia I was very fair. Mara 4 Yesu amesema moja kwa moja kwamba anatuombea tuwe wamoja. Yaani tuwe na umoja. Yesu ndio ombi lake. Kwa hivyo umoja ni kitu kikubwa, mpaka Yesu ndio ombi lake la mwisho. Yaani kwa kifupi ndio na saa zake za mwisho hizi. Tuwe wamoja. Guess what? Mara 6, and I'm being very generous giving this number. Ingekuwa hata 8. Lakini mara 6 Yesu anasisitiza umuhimu wa ukweli. Kwa hivyo Yesu haweki jitihada za kuwafanya watu wa wamoja juu, ila anainua ukweli juu namba 1. Kwa sababu kama tukiufuata mpango wa Mungu wa sisi kupendana kama ndugu, tuwe wamoja, hiyo verse ambayo ndio key verse katika theme yetu ya standing apart ya Wafilipi 2:15, tutaweza kuiishi bila kuwa na lawama mbele za Mungu na mbele za wanadamu wenzetu. Na mara baada ya kusema haya, naomba niwapatie zile key takeaways, alafu tuhitimishe wasilisho letu. Key takeaways ambazo tunapaswa kuondoka nazo ni hizi hapa. Ziko 3, ninaomba tuzipate, alafu tuhitimishe wasilisho letu la leo. La kwanza, ya kwanza ni scripture before systems. Yes. Naona nimeanzia ya 3, naomba tuipate hapa. Scripture before systems. Zingatia, fuata neno la Mungu kabla ya kufuata mifumo ya kiimani. Fuata neno kwanza, na uwe na amani na utosheke ukilifuata neno pasina kufungwa na systems fulani za ibada. Lakini pia zingatia ya kwamba unapaswa kufuata conviction before consensus. Kabla hujafanya makubaliano na watu, fuata your conviction, iamini, ishikilie, itetee, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu wa thamani. Unaweza kusimama katika kitu imara na ukaking'ang'ania. We are not calling people to be arrogant. We are calling people to stand for God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine, hakikisha ya kwamba unalinda your freedom of conscience. Hiki nimekirudia. Linda your freedom of conscience. Umoja sharti utanguliwe na ukweli. Angalia katika umoja, katika kikundi, cycle yote unayoingia, kuwa na predefined goals. Angalia unanufaika vipi na hicho kikundi ambacho unasema una belong. Ni mambo gani unaenda kuachieve katika kikundi hicho ambacho unasema unaenda kubelong. Na mwisho wa siku, je, Kristo anatukuzwa katika vikundi vyovyote ambavyo wewe unajifungamanisha navyo? Je, wewe kama mtoto wa Mungu uko tayari ku stand apart? Mungu awabariki mnapo stand apart. Bwana awabariki sana.